Uzangu, la shaka moto wa Jahannam uzito wake na ukali wake unajulikana na unafahamika, na ukitaka kujaribu, chukua tu cheche ya moto alafu iweke hapa, alafu izimikie hapa kwenye uganja tu. Hii ni cheche ya moto wa kawaida, lakini moto wa Jahannam ni sura nyingine kabisa. Mwenyezi Mungu anasema, epusheni nafsi zenu na watu wetu na watu wenu na moto wa Jahannam. Kwani huu moto wa Jahannam kuni zake, waquduha an-nas wal hijara, kuni za moto wa Jahannam ni watu na mawe. Watu na mawe ndio kuni. Alaiha malaikatun ghiladhun, kuna malaika wakali, tena shidadun, wakali wenye ghadhabu kwelikweli. La ya'suna Allah ma amarahu, kila Allah anachoamrisha, chukueni huitupeni kwenye moto wa Jahannam, unachukuliwa unatupwa katika moto wa Jahannam. Hakuna huruma wala nini, utakapoambiwa wakiamrishwa wameamrishwa. Wayafaluna ma yumaruna, na wanaamrishwa wanafanya kile wanachoamrishwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja anawaambia masahaba, ittaqun nara walau bishikki tamr, uogope moto japo kwa kutoa kipande cha tende sadaka, hata kama ikawa ndogo, koko lile tende, kwa ajili ya kuogopa moto. Ndugu zangu, sisi ni masuuli kwa familia zetu. Sisi wenyewe walilahi alhamdu tuna juhudi za kujiokoa nafsi zetu. Tunakutana hapa mara 5. Familia zetu zina hali gani? Wake zetu wana hali gani? Watoto wetu je, wako katika taa ya Mwenyezi Mungu? Au wewe unafanya ibada umewasahau hawa? Mwenyezi Mungu, Mtume asema, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi wa rajulun mas'ulun an ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhu. Mtu ataulizwa, kila nyote hapo walioko mtaulizwa, wote mlioko mtaulizwa, ulichungaje kile ulichoaminiwa na Allah? Na mwanamume ni mchungaji, anachunga, ndiye imamu wa nyumbani kwa mke wake na watoto wake, na ataulizwa kuhusu hawa, hiyo familia yake kwa ujumla. Hakika kuna kuja kunyang'anyana amali. Ndugu zangu, tafika mtoto wala mke wako anataka kuchukua amali zako. Atafika mtoto atasema, mimi sikuamrishwa. Huyu mzee alikuwa anamuona anatoka zake na nini, hakunipeleka madrasa, hakuniambia ni swali, huyu aliniacha, alinishughulika na nini, alishughulika na mwili wangu, alinilisha vizuri. Hapo Mwenyezi Mungu hakuna tatizo, alinivalisha vizuri, lakini hakunilea kiroho. Ahiba, hiyo itakuwa ni tatizo kubwa na itakuwa shida kubwa. Usije ukaona kwamba hapa duniani tunaoneana haya, unaona huyu ni baba yangu bwana, basi siku ya kiyama ni ya rabbi nafsi, ya rabbi nafsi. Kila mtu anaangalia nafsi yake, anatamani mtoto kuchukua haki yake kwa babu yake, kwa baba yake, apatikane baba yake anakosa akumtendea vizuri, ili amali zake ziongezeke. Kwanza nafsi, alafu baadaye akipewa Mwenyezi Mungu atakapompa sasa fursa ya kumuombea au nini, ndio aanze kuangalia sasa ni nani wa karibu yangu. Ndio ataangalia baba yuko wapi na mama. Lakini yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in yawma idhin sha'an yughni, siku ambaye mtu atamkimbia ndugu yake. Utamkimbia ndugu yako, utamkimbia mke wako, utakimbia watoto wako, kila mtu utakimbia, baba yako utamkimbia na mama yako, kila mtu nafsi nafsi. Leo nitasalimika, leo nitasalimika. Ndugu zangu, tuziokoe nafsi zetu na watoto wetu na moto wa Jahannam. Bali Mwenyezi Mungu anatuambia, anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha, amrisha watu wako sala waswali, na simama katika msisitizo huo, kwa sababu ndugu zangu, katika vitu ambavyo ni hatari ni swala. Ukiweza kuiamrisha familia yako masala mazima ya kufanya ibada, huku kwingine kwepesi, bali wao wenyewe moja kwa moja ile swala inakuwa ni sababu ya wao kuwaongoa. Hapa anaambiwa wastabir alaiha, endelea na simamia, usilegeze, usiseme unajua bwana ndio watoto siku hizi. Hapana,
usichoke. Kama vile wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, endelea kumwabudia Mola wako mpaka yakini kufike wewe, na endelea kusimamia kuamrisha watu wako katika kusimamisha ibada, ikiwa mwanzo swala mpaka mauti pia kufike. Kinyume na hapo kitakuja kuwa siku ya nini? Siku ya kulia na kusaga meno. Moto wa jahannam ni hatari wallahi. Sote tunamuomba Mwenyezi Mungu atujalie tupate mwisho mwema na moto wa jahannam uwe mbali. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullah, enyi mlioamini. Namalizia na aya hii, enyi mlioamini mcheni Allah haqqa tuqati, hakika ya kumcha, wala tamutunna illa wa antum muslimun, msiondoke katika hii dunia ila hali ya kuwa nyinyi ni Waislamu na familia yenu na vizazi vyenu. Ndugu zangu katika imani, tuwe macho, tusifike mahala ukawa mtu unaona aibu kumwambia mke wako umeswali, kwa sababu atakwambia sasa kwa nini nimefanya. Wewe mwambie, kuwa mpole, hata kama majibu yatatoka kwake sio mazuri, kuwa mpole, lakini mbembelezi, awe na ibada, na mke akishika ibada na watoto wote pale nyumbani wamesalimika.